Bwana Yesu asifiwe. My name is Dismas Godbless and jioni ya leo nataka tuangalie neno moja katika Biblia tunavyokwenda kumaliza mwaka. Ile Mathayo 11 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio wanaouteka. Sasa huyu alikuwa ni Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba ufalme wa Mungu toka enzi za Yohana Mbatizaji unatekwa na wenye nguvu. Yani ukitaka nguvu ya Mungu yopaleti katika maisha yako inatakiwa uiteke. Ndio maana katika ile sura ya 5 Yesu alivyokuwa akiwafundisha kusali aliwaambia hivi, ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu uje na mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo kumbe hatuwezi kuyatimiza mapenzi ya Mungu mpaka ufalme wa Mungu umekuja. Na ufalme wa Mungu umekuja, unakuja kwa kuteka. Naomba nielewe hicho kitu. Yesu anasema kwamba ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni uje, mapenzi yako yatimizwe. Alafu huu mstari anatuambia kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Tunapata picha kwamba kumbe ili mapenzi ya Mungu yatimie katika maisha yetu, inahitajika ufalme wa Mungu uje ukae katika maisha yetu. Ukishaka katika maisha yetu, ndiko mapenzi ya Mungu yanakotimizwa katika maisha yetu. Mapenzi ya Mungu ni sisi kufanikiwa. Biblia inasema kwamba anatuwazia mawazo ya amani. Wakati mwingine Yesu Kristo alisema kwamba utafuteni ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishiwa. Sasa tuweke pause. Hebu tuitafakari hili neno. Alikuwa anamaanisha nini? Amesema hivi, utafuteni ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishiwa. Kuzidishiwa maana yake ni kwamba mtaongezewa. Sasa kama mtaongezewa, maana yake ni kitu halisi ambacho ni full package kinakuja katika maisha, alafu hayo mengine mtaongezewa. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unapokuja katika maisha yako, unakuja na full package, alafu mengine ndo mtazidishiwa. Sijui kama unanielewa. Hebu ngoja nifanye hivi. Unalikikapu limejaa maandazi, alafu Mungu anakwambia kwamba, au mtu anakwambia kwamba ukishakipata hiki kikapu, pambana ukipata hiki kikapu, alafu na vile vitumbua utafanyaje? Utaongezewa. Ndiyo maana Yesu anasema kwamba utafuteni ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu hata usipoongezewa mengineyo, wenyewe kabisa uko full package. Yani everything kimo katika ufalme wa Mungu. Ndio maana Yesu anasema kwamba tutafute ufalme wa Mungu. Na hapa anarudi kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Bro, unaweza ukasema kwamba mbona kuna mambo haya. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Swala ambalo ulijui ni kwamba mtu aliyetumwa kudestroy your life ni mtu ambaye is very serious. Mtu aliyetumwa kudestroy maisha yako yuko very serious kufanya, anakuangusha, alali usiku na mchana kuhakikisha kwamba hausogei. Sasa kama utaleta masiala katika kumtafuta Mungu, katika kuomba, katika kukesha, katika kufunga, hauwezi ukaipita ule mstari ambao Mungu mwenyewe anataka upite ili atende kazi ndani yako. Ufalme wa Mungu uko hivi. Ili Mungu aweze kutenda kazi ndani yako, kuna sababu ambazo zitamfanya yeye aingie kazini. Ndio maana Isaya anasema kwamba msimwache anyamaze. Kwa hiyo unapomwacha Mungu anyamaze, kweli ananyamaza. Kwa hiyo unatakiwa mfanye ulimwengu wa roho usinyamaze kwa ajili yako. Ungana na sisi tunavyo katika ya maombi ya mwisho wa mwaka, kuliombea taifa letu, kuomba kwa ajili ya maisha yetu. Mungu akubariki sana. Amen.